Roki mwanangu, mimi nimekuita hapa, nataka nikupe dili moja hapa. Dili gani tena mzee? Kuna dili hapa mimi nataka nikupe. Najua wewe ni mshikaji wangu, huwezi kuniangusha. Na hili dili likifanikiwa tu, mimi na wewe tunaenda mjini, tunapata kibunda cha kutosha. Kama mchongo hela fresh, weka mezani tupige kazi baba. Kuna yule Rajabu pamoja na Ana, tunawajua wale. Wale wamepewa mzigo hivi na bosi wao waupeleke sehemu. Sasa mimi nataka tusaidiane mimi na wewe, tukauchukue ule mzigo kabla hujafika kwa bosi wao. Na ule mzigo tukifanikiwa kuuchukua tu, ule ni dili mwanangu. Afu jamaa jao kweli rafiki yangu. Yaani unaniita hapa najua unanipa mchongo wa maana, tukapige kazi tupate hela za halali, kumbe mchongo wenyewe wa wizi mwanangu. Afu mtu mwenyewe unataka kumuibia Rajabu. Rajabu si mtoto wa kitaani hapa mwanangu, si mshikaji wako yule. Mwanangu, hili ni bonge la dili, mimi nakwambia. Tukifanikiwa tu hili dili, mimi na wewe tumeondoka, tumeenda mjini, tutatoboa haya maisha. Ndio maana nimekupanga mshikaji wangu. Wewe mwanangu mimi sitaki misala mwanangu. Hiyo michongo mimi nishachaga kitambo. Usiniletee mbwai mwanangu. Sio kaniletea mieusho. Hamna msala, hamna mambo ya kukimbizana, basi nakwambia. Umesema nani? Rajabu na Ana? Rajabu pamoja na Ana. Barida. Mchongo umekaaje, afu location ni wapi? Location itakuwa pale Banei, pale karibu na shule ya msingi, pale kwenye lile daraja pale. Pale mida ya saa 12 ndio watakuwepo pale wakimsubiri mtu wa kumkabidhi ule mzigo. Kwa hapa wewe unachotakiwa, unatakiwa usionekane uso wako, unatakiwa ufunge maski, uso wako usionekane, kwa sababu ukionekana pia itakuwa hatari kidogo. Ushaelewa? Barida, saa 12 kamili, Banei darajani, au sio? Hakika mwanangu. Macho. Tintan. If you don't know, now you know. Hakika mshege. Mkuu, mwanangu unasema turudi nyuma. Turudi nyuma wapi? Na wakati najua kabisa bosi wetu katuambia huu mzigo tukipoteza tu hatuna familia. Lakini unajua kuna nini ndani ya kibegi? Ana. Ndio maana tunalipwa pesa kubwa, kwa sababu tunafanya biashara za magendo. Hiyo sio kazi yetu. Sisi tujali kufanya kazi yetu, mzigo ufike salama. Mkuu, labda ndio wanakuja. Hawa watakuwa sio wenyewe. Kama vipi kama upande wa kule, tusijicholeshe. Tuwe makini. Basi poa, haina shida. Poa. Ana, ni uzembe wako. Umda sio kulaumiana. Ana, ni uzembe wako. Na unajua kabisa bosi wetu alituambia tukipoteza mzigo hatuna familia. Umda sio kulaumiana mkuu. Ana. Halo bosi. Hao vijana walioagiza kupeleka mzigo wamepoteza mzigo. Wamepoteza pesa ya mwezi mzima. Bosi. Samahani bosi. Ilitokea bahati mbaya. Pikipiki imekuja kwa kasi sana, imekopua mzigo. Tupeni nafasi ya mwisho. Naahidi tutarejesha mzigo. Ni bahati mbaya. Nafasi mmepewa jana mkachezea. Sasa mtatoa damu badala ya pesa. Mkuu, hiyo ni bastola mkuu. Kuna familia zinatutegemea mkuu. Hivi baba Ana, mbona hujali kuhusu wanao? Mama Ana, mbona unapenda sana kunisema? Sio kama nakusema kuhusu mtoto wetu, ila we hujali kuhusu huyu mtoto. Leo na siku ya pili hajarudi hapa nyumbani. Huyo ni mtu mzima, achana naye. Sawa, ni mtu mzima, lakini huyo ni mtoto wa kike.
Mama Ana, achana naye, huyo anajiweza kila kitu. Labda tumzungumzie mtoto wetu Tujei. Sawa, ni mtu mzima, ila ni mtoto wa kike baba Ana. Shikamoo. Malanga, ujambo? Baba, mimi nina njaa bwana. We, ukae kwa kutulia, sina upige makofi. Una njaa unatokea wapi wewe? Jamani, kwa hiyo tusiseme kama tuna njaa. Baba, mimi naona mama kama anipendi. Yaani wewe ukae huko, si tuhangaike bado kutafuta hela hapo, mtu mzima hapo ulipo na ndevu zako. Tukupikie sisi ule wazazi wako. Takiwa ndio tusaidie sisi wewe. Mama Ana, mwache mtoto. Mwache mtoto na wewe. Hazi kunijibu kitu kama hichi huyu. Anataka kunipiga eti. Modo, acha! Unafanya nini Modo? Si tulikubaliana kwamba huo mchongo ni mchongo wa kutumia akili tu na sio mchongo wa kuumiza watu. Afu si mtoto wa kike huo. Loki, kumbe ni wewe rafiki yangu. Kwa nini umeamua kunisaliti rafiki yangu? Rajabu, mimi nilifanya huu mchongo, nilikuwa sijui kama huu mchongo upo hivi. Nilijua ni mchongo ambao hauna madhara kwenu, lakini kumbe huyu jamaa ni mpuuzi, anataka kuharibia maisha yenu. Modo, kwa nini umewafanyia hivi hawa jamaa? Rocky, ina maana na wewe umeamua kunigeuka, si ndio? Haya, hilo begi liko wapi? Mwache mtoto na wewe. Wewe unamwendekeza, alafu utakuja nikuue. Umenielewa wewe? Mama Ana, hebu mwache kwanza mtoto, tuongee vitu vingine kuhusu Ana. Baba, mimi hapa nyumbani nitahama kabisa, yani niende zangu mbali. Naona kabisa ni hapa nyumbani, yani hapa bibi mkubwa anipendi kabisa. Uhame kabisa? Unakuwa na tabia kaza mtoto wa kike? Uhame. Naondoka ndio. Nenda. Uhame kabisa. Basi pole mwanangu. Mama Ana, si unamjua mwanao, lakini mwache mtoto bwana. Haya tuyaache. Sasa vipi mke wangu kuhusu mwanetu Ana, tunafanyaje? Mimi nilikuwa naona tu twende polisi tukaripoti kapotea mtoto wetu. Hapana Mama Ana, hiyo sio sawa. Acha tutusubirie. Kama hataonekana leo mpaka ikifika jioni, tutafuata taratibu kwa polisi. Yaani wewe baba Ana hujai kushaurika kabisa. Haya, baki na wewe mwanao kicha. Mimi naondoka zangu. Mama Ana, yaani masuala yote ya mtoto tunayozungumzia ndo anachukua hasira unaondoka? Baba, mwache aende tu. Maana naona kama ana akili vizuri yani. Mwanangu Tujei, jifunze kukaa kimya. Usipende kila kitu unajibizana na wazazi wako. Begi. Mshahara wa dhambi ni mauti Modo. Hilo begi ninalo mimi. Na video zote za ushahidi zipo kwenye simu yangu. Huu ndo mwisho wako Modo, maovu yako. Hello, kituo cha polisi Tabata. Kuna dharura gani? Hello. Tafadhali jamani nisaidieni, kuna watu watauliwa. Mama, tulia na utoe maelekezo kwa usahihi. Tafadhali, kuna watu watauliwa ndani. Naombeni msaada wenu. Sawa, uko wapi? Nyumba iliyoachwa Tabata, karibu na kanisa la KKT. Kuna fensi imebomoka. Ndio hapo. Sawa, nimekuelewa. Kuna watu wangapi ndani ya nyumba? Kuna watu wawili wamefungiwa ndani, Rajabu na Ana, alafu mmoja na Bastora, anaitwa Modo. Waini tafadhali jamani. Nafika hapo muda si mrefu, dakika 5 au 7, unaripoti eneo la tukio. Cha kukushauri kaa mbali na eneo la hatari. Huu ndio utakuwa mwisho wa huyu Modo. Anafanya kazi za kijambazi na bosi wake. Hii video ndio itakuwa mwisho wake leo.
mikono juu. Mikono juu. Usitikisike wala usisogee mbele. Afande, wameniteka wote, wanataka kuniua. Kimya, ushahidi wote utaenda kutolewa mahakamani. Shuka chini, shuka chini. Vijana, kuanzia sasa mpo huru, na pia nimependa kampeni yenu ya kushirikiana na jeshi la polisi. Ikitokea kama hili tena next time, basi nitapenda tena kampeni yenu tushirikiane na sisi kama jeshi la polisi. Sawa vijana? Tunakushukuru sana afande, na pia asante sana kwa kutuokoa kwa huyo jamaa. Naona wewe jamaa izamilia kutuoa kweli. Tunakushukuru sana afande kwa kutuokoa. Sawa, mnaweza mkaenda. Asante sana afande. Mungu akubariki kwa wema wako. Halo? Ametoroka? Nakuja. Halo bosi. Nimefanikiwa kuwakimbia mapolisi. Ndio, wamenikamata ila nimefanikiwa kuwakimbia. Nisingesema chochote bosi, ila kuna binti mmoja anaitwa Chioma. Ana video yote ya ushahidi ya mazungumzo yangu mimi na Rocky. Chioma, naona unijui vizuri. Nitaanza na wewe.